Kuja kuangalia hata katika familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale ambapo al-Imam Ali alipotoa nadhiri na Bibi Fatima na al-Imam Hassan al-Imam Hussein pamoja na fedha, wakisema kwamba al-Imam Hassan na Hussein tunaambia walikuwa ni wagonjwa katika kipindi fulani, wakatoa nadhiri watu wa familia ile ya kwamba hawa watoto wetu wawili Mwenyezi Mungu waponye, sisi tutafunga siku 3. Wakawa kila siku wanaoifunga kuna inapofika time ya kufuturu anagonga mtu mlangoni. Siku ya kwanza akagonga, alikuwa ni yatima. Alipogonga wakamuuliza kunani, akasema nilisheni, mimi ni yatima, sina chochote, sina nini. Kwa ile futari yao wakampa. Walipofunga siku ya pili akaja maskini, akaja siku ya 3 akaja mtu ambaye ni mfungwa aliyekuwa ameachiwa mateka na nini, akamwambia mimi nahitajia vyakula, mnilishe. Wenyewe wanasemaje? Innama nut'imukum liwajhillah, hakika sisi tunawalishe ni nyinyi, yani tumejitolea sisi. Futari wafikiria ni siku ya pili, hujala chochote, ndo futari yako iliyobakia, unataka ufuturu, anakuja mtu anagonga, anakwambia yeye hajala, umsaidie na futari hiyo. Sisi tutasema jamaa umetumwa, hebu ondoka, mimi sina. Lakini wale wanajitolea, sisi tukose, lakini wewe uliokuja hatufanye nini? Upate, huwezi kukosa. Unaona? Kwa hivyo swala wenyewe wanajibu innama nut'imukum liwajhillah, hakika sisi kujitolea kwetu kuwapeni hivi vyakula ama vitendo ambavyo walikuwa kifanya Imam Ali Zainul Abidin ni ili tu wapate kuyafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na hii ndo aina ya motisha ambao waja wema wanayo. Ni kitu gani kinachowapelekea waja wema kujitolea mhanga maisha yao, kujitolea mhanga wakati wao, kujitolea mhanga katika kueneza elimu, sawa ni elimu ya tauhidi, ni elimu ni mitume, ni mambo yapi ambayo wanawafanyia yanawapelekea kufanya vitu hivi? Ni kwa sababu wanataka nini? Ridha, wanataka radhi za Mwenyezi Mungu. Wanayafanya mambo hayo yote ili waweze kuwa na kitu mbele ya Mwenyezi Mungu kujitetea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu peke yake.